huyu mama atabeba ujauzito, lakini bado ataenda mlimani, atakata miti, ataweka mgongoni, ataleta nyumbani, atajenga nyumba yeye kwa mikono yake, ataenda kuchota maji, atakandika ile nyumba, kuchimba udongo na kukoroga, atakandika yeye nyumba ile. Hii ni hadithi ya Ngais Meshak, mwanamke shujaa kutoka kabila la Kimasai, akisimulia jinsi wanawake wa Kimasai wanavyobeba majukumu makubwa katika kuhimili mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko ya tabia nchi kwa asilimia kubwa yanaathiri mwanamke. Kwa upande wa mama wa Kimasai, kwa kweli wanaathirika kwa sehemu kubwa sana, kwa sababu mama wa Kimasai ni mama ambaye ana majukumu mengi makubwa sana. Mabadiliko haya, mfano ukame, yanaleta kwanza hali ya ukame, na yanapoleta hali ya ukame, mama huyu anapata shida kubwa sana, kwa sababu yeye ndiye anayeenda kutafuta maji mbali ili aweze kuleta maji kwa ajili ya familia yake, kuleta maji kwa ajili ya kunywesha ndama wadogo, kuleta maji kwa ajili ya kukandika nyumba. Maana katika jamii hii mpaka leo hii bado nyumba, anayejenga nyumba ni mwanamke. Kwa hiyo mwanamke huyu, kutokana na mabadiliko haya, amekuwa katika hali ngumu sana ya maisha yake, kwa sababu anafuata miti mbali, anaenda kukata miti ili aweze kuja kujenga nyumba kwa ajili ya familia, kujenga nyumba kwa ajili ya ndama, kujenga nyumba kwa ajili ya watoto, hivyo kwa ajili ya mbuzi wadogo. Sijawahi kumuona baba wa Kimasai anayepanda mlimani kubeba kuni au kubeba mzigo wa miti ya kujengea. Lakini huyu mama atazaa, atabeba ujauzito, lakini bado ataenda mlimani, atakata miti, ataweka mgongoni, ataleta nyumbani, atajenga nyumba yeye kwa mikono yake, ataenda kuchota maji, atakandika ile nyumba, kuchimba udongo na kukoroga, atakandika yeye nyumba ile. Baba hana msaada wowote zaidi ya kwenda kupiga kitu kukaa kwenye bao na kupiga usolo ule na kupiga story na wenzake, lakini msaada wa kumsaidia yule mama hakuna. Sana sana wengine, baadhi, asilimia chache sana, ndio siku hizi wamekuwa wanatoa pesa, wananunulia miti, lakini bado asilimia kama 80-70 bado wako katika matatizo hayo. Mama wa Kimasai unamkuta amedhoofu sana, lakini kumbe ni kazi tu zile ambazo zinambana, na wao wanaona kwamba wamezoea, mpaka wanaona kwamba ni staili ya maisha yao, kumbe kuna namna ya kubadilisha staili hizo. Akiwa katika mafunzo aliyoandaliwa na shirika la kuwawezesha wanawake kuelekea maendeleo ya kiuchumi WATED jijini Dar es Salaam, Ngais anatoa ushuhuda wa yale ambayo yaliibuliwa na shirika hilo kwenye uchunguzi uliofanywa katika wilaya 5 za Tanzania bara. Maria Matui ni mratibu wa WATED. Na mradi huu uliweza kuwa mkoa wa maeneo ya Karagwe, Ngara, Mafia, Lindi, Mtwara na Dar es Salaam kidogo. Na lengo kubwa ilikuwa kuangalia mambo ambayo jamii, hasa wanawake na wasichana, watoto wa kike, wanavyoathirika moja kwa moja na mabadiliko ya tabia nchi, lakini ni jinsi gani wanahimili mabadiliko ya tabia nchi sawa na miongozo yetu iliyopo katika nchi yetu, taratibu zetu, kanuni, sheria, sera na masuala yote kwa ujumla wake. Tulifanya mradi katika haya maeneo 5 tofauti, na katika kila maeneo kulikuwa na mazingira tofauti. Kwa tuliweza kukutanisha wadau wachache katika hizi wilaya au haya maeneo ambayo tulikuwa tukifanyisha hii miradi, kuweza kujifunza pamoja ni changamoto zipi ambazo wanazipitia kwenye masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini ni jinsi gani wanahimili mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia ni kanuni, taratibu, sera, sheria gani ambazo pia zinawaangazia na miongozo katika kuhimili na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, na hasa zaidi swala la rasilimali fedha, lakini pia kuangalia haki zao na usimamiaji wa haki na wajibu wao kama wananchi ndani ya nchi ya Tanzania. Kwa hiyo ambacho tumeweza kukiangazia katika hizi siku 2 ni zile changamoto ambazo zimeweza kuwaleta pamoja, zinatofautiana kutokana na mazingira. Mfano, ni pia kwa wenzetu waliotoka Simanjiro na Kiteto, mila, desturi na taratibu na kanuni, jinsi gani bado zimemweka mwanamke wa Kimasai kidogo bado nyuma katika kujitahidi jinsi anapokabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa ujumla pia, je, ni jinsi gani ambazo ni asilia zinatumika katika
kujibu au kukabiliana na haya masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, na jinsi gani sayansi inaweza kuchukua au jinsi gani sayansi imeweza kuchukua hizi taratibu za kikawaida kabisa ambazo wanawake wameweza kuziishi katika siku zote kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Ngaisi ambaye pia ni diwani wa wanawake katika wilaya ya Kiteto anasema mfumo dume bado upo na kwamba elimu ndio suluhisho pekee la kuondoa mfumo huo. Mfumo dume upo, hata mtoto wa kiume mdogo bado yule mama hana mamlaka na yule mtoto mdogo, kwa sababu anaona hata shughuli ambazo watoto wote wanaweza kufanya, yani wa kike na kiume, baada ataambiwa mtoto wa kiume, wewe huna mamlaka ya kupika, huna mamlaka labda ya kumsaidia mama kukata kuni au kubeba mzigo. Yule kijana wa kiume ni kijana ambaye atakaa, kama yuko shule ataenda shule, akirudi wanarudi na mwenzake ataenda maji kumsaidia mama, lakini yeye atakula na atapumzika. Kama mafunzo yalivyotueleza, mabadiliko yanaanza na sisi wenyewe. Mimi nimejitoa kubadilisha familia yangu, nimesomesha mabinti zangu, nimesomesha vijana wangu ili niwe na mfano wa kuweza kuwashawishi. Ninapoongea na wamama wenzangu au na jamii yangu kwa ujumla, nina mfano hai wa kuonyesha kwamba wakwangu nimewasaidia kwa namna hiyo, nimewakomboa kimaisha, nimewasomesha. Kwa hiyo hata na wao wanaweza wakatumia rasilimali yao ya mifugo wakasomesha watoto na baadaye wale watoto wakawa mkombozi wa mama wale. Endelea kufuatilia hadithi za wanawake wanaopambana kuhimili mabadiliko ya tabia nchi katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Hadithi zao zinatufundisha kwamba mabadiliko ya tabia nchi ni kweli yapo, lakini nguvu ya pamoja inaleta matumaini katika kukabiliana nayo.